Yapa sasa jamani, katika sehemu ya 3 na tupo na mkali wa hapa Mafinga, anaitwa Feta DVD kama kawa kama dawa. Yes, huyu anawakilisha sana tu kwa kuuza zile movie zote kali kabisa. Bwana, jipatie zile series kali na single movie kali. Nataka za action unajipatia, za drama kali, zile za thriller unapata, love story pia na comedy horror pia. Katuni pia kama kawaida. Ni mwamba huyu hapa ambaye unapata zote yani zilizotafsiriwa, lakini pia ambazo hajatafsiriwa. Anaweka pia movie kwenye external disk, yes, kwenye flash, kwenye memory, kwenye simu. Yani wewe tu fika hapa Mafinga, ni mtaalamu ambaye tupone sambamba, tupone mbele jamani katika mambo yanafuatia. Ni hapa Mafinga sokoni mkabala na Mabucha, utaona bango kubwa limeandikwa Feta DVD. Yes sir. Tupo pamoja sana. Hatimaye ni live. Yes, hapa sasa ya 3. Hapa ndo pale. Sasa huyu anauliza ni maiti, anaambiwa ndio ni maiti ya se. Ni maiti. Ndo. Sasa mheshimiwa jikazwe. Hiyo ni maiti mzee. Hebu acha kuleta fujo. Nenda kaite wa baadhi ya watu. Basi mwili ule ulichukuliwa na madaktari wanaitwa kuja kucheck. Unaona? Ni mwili wa mwanamke ama mtoto wa kike. Chanzo cha kifo famiki. Yaani hapa kinachofanyika ni uchunguzi, wanaita uchunguzi wa maiti, ama maiti kuchunguzwa. Tena alikuwa ni mtoto mdogo tu. Chanzo cha kifo chake famiki. Sasa huyu ni daktari ambaye anaitwa Heo. 아시는 아닙니까? Unamfahamu huyo msichana? Sasa Prince anaulizwa baadaye. Anasema ndio unamfahamu. Tafadhali usijisikie vibaya. Anasema utanijulisha pindi pale uchunguzi wa maiti utakapokamilika. Kumbe anamfahamu huyo mtoto ase. Alikuwa ni mtumishi ambaye alishakutana naye. Siku ambayo alikuwa ametoka kwenda kumtembelea bibi yake. Kawaida huwa kila siku asubuhi lazima aende kumtembelea bibi yake. Sasa alikutana na bintu hapa ambaye alikuwa ni mtumishi wa bibi yake. Alikuwa ni mtumishi ase. Basi binti akaomba sana kwamba asamehewe kwa kuwa alikuwa ameficha biskuti. Alikuwa ametumwa apeleke kitu ambacho anakiita yak. Biskuti hiyo. Kwa kama ameficha. Mokora. Akaambia kula. Sasa ile kumbukumbu ya Prince kwamba alikutana na binti hapa. 내가 먹은 것이 enzi za uhai wake. Anasema nimekula kwanza, kwa hiyo ni salama kabisa ukula. Hizi ni biskuti za kipindi hicho yani. Anasema natumia kabisa kama sijavuka mipaka. Na hii inaweza kumpelekea mama yangu. Anasema siku kadhaa zijazo nitakuwa na mapumziko ya siku 10. Na nataka nimpelekee mama yangu hii. Ndio maana alikuwa ameficha nyingine. Anataka mpelekee mama yake pamoja na mdogo wake, ana mdogo wake yani. 참으로 기특하구나. Akaambia ni binti poa sana. 이 아이에게 줄 약과를 준비해 두거라. Aliagiza kwamba binti hapa andaliwe hiyo ambayo inaitwa yakugwa. Inaitwa yakugwa. 꼭 맛보시도. Anasema natumai kabisa kwamba mama yako atazifurahia pamoja pia na ndugu yako. Huyu akawa amefurahi sana. Kwa hiyo anakumbuka kwamba alikuwa amemuona, alikuwa ni mtumishi ambaye alikuwa akitumikia ama alikuwa chini ya bibi yake. Sasa ndio hivyo, ni marehemu, chanzo cha kifo famiki. Mfalme anasubiria ripoti sasa baada ya uchunguzi kukamilika labda. Mheshimiwa, nimepokea ripoti kutoka kwa daktari, anadai kwamba binti yule anaonekana kwamba alikuwa amejua, alijitupia kwenye maji. Hakuwa bali alijua. Anasema binti yule ambaye anaitwa Jongyeom asingeweza kujiua. Binti mdogo ambaye alikuwa tayari kuipelekea familia yake biskuti. Hapana, kuna kitu. Mwamba hizi taarifa hakuridhia nazo. Ama hakuridhika nazo. Sasa unaenda wapi mheshimiwa? Akawa amekuja kufuatilia taarifa, ripoti hapa ambayo imeandikwa kwamba binti yule amejiua. Mwana mambo hayo.
alikuwa ni mtumishi wa Queen Doja, yani mtumishi wa bibi yake. Alirekodi ama kuandika ripoti hii ni mtu mmoja ambaye anaitwa Hei Jinso. Hei Jinso, Daktari Jinso. Mheshimiwa, hapa kuna ripoti nyingi sana. Pia mfalme kuna ripoti nyingine ambayo alikuwa amekuta. Wewe ndo Hei Jinso ambaye aliandika ripoti kuhusu bibi yule, anasema ndio. Anasema pia ulishafanya uchunguzi wa mwanzo kuhusu maiti nyingine. Anasema hakukuwa na ulazima, yeye tu kaamua kuandika kwa sababu inaonekana kama ndio hivyo. Akaambia kwa hiyo una uhakika kwamba binti yule alijua? Anasema ndio mheshimiwa, inavyoonekana kwamba hakutaka kufuatilia sana, lakini inasemekana kwamba kuna mtumishi mwingine kutokea kwenye eneo la bibi yangu pia alijua. Yani sio mara ya kwanza ilitokea kutokea. Na pia huyo binti ambaye alikuwa amejiua mara mwisho, huyo aliandika ripoti vile vile kwamba alikuwa amejiua. Sasa inakuwaje hawa watumishi kujiua? Sasa ni watumishi wawili. Anasema mwisho mimi sio polisi, kwa hiyo sijui sana, naomba maswali usiniulize. Mimi ni daktari tu. Wewe mpuzo jibuje? Tulia. Anasema mimi nilichofanya ni kuchunguza tu maiti. Anasema alikufa ni binadamu. Sasa kama unataka kujua, anasema ni mtu ambaye alikuwa amejua namna inavyoonekana. Kwa hiyo ndo alichofanya, na anadai kwamba maiti hizi kamuongelesha. Anaitwa Jiso, Daktari Jiso. Kwa hiyo kumbe pia kuna tukio lingine lishaye kutokea, mtumishi mwingine kufa. Unaona kwamba italijiua. Akaambia na shida, nimekusikia. Basi unaweza kuondoka. Akaambia sawa mheshimiwa. Kwa hiyo tukio ambalo limetokea ni tukio la pili ama mara ya pili mtumishi huyo kufa. Alishakufa binti mwingine. Unaona na wote waliokufa ni watumishi wa bibi yake. Huyu kama vile kuna kitu ambacho anajua. Unaona? Kana nasikilizia. Kana nasikia Prince anasema tutazidi kufuatilia ile swala mpaka tutajua kwamba shida iko wapi. Anyway, ni watumishi wote ambao naona wapo chini ya bibi yule mwanamama ambaye anaitwa Sosu ama Queen Doja ama Queen Daga, bibi yake na Prince. Mfalme akawa anafuatilia huyu Prince ambaye sasa ni mfalme ajaye. Hajapata taarifa zote zile, bado ni kizaazaa. Jamaa anahisi kwamba kuna kitu hapo, kuna shida sehemu. Wakati huko hapa kuna mtumishi huyu hapa. Fahamu safi kwa anamwangalia sana Prince. Kilichomshangaza sana kijana huyu ni kuhusu tukio, kwamba ni tukio la mara ya pili. Tukio hilo la kufanana limetokea kwa mara ya pili. Inashangaza kidogo. Ghafla aliitwa mheshimiwa. Alikuja ni kiongozi ama daktari mkuu ambaye anaitwa Choi Sang, ambapo labda siku zijazo Prince atakuwa mkwe wake. Anyway, 여기까지는 어쩐 일이십니까? Nige nimekuleta hapa mheshimiwa. Anasema nimesikia kwamba tulipita kwenye ofisi ya madaktari. 마음에 걸리는 바가 있어. Kwamba kulikuwa na maswali kadhaa ambayo ulikuwa unahitaji kupata majibu yake. Kwa hiyo nikafanya uchunguzi kwa mara ya pili kwamba amechunguza ile maiti vizuri. Anasema samani, majibu ni yale yale kama mara ya kwanza. Ule binti amejiua. Majibu ni yale yale. Je, kwamba kuna uwezekano watu wawili kujiua? 저항한 흔적이나 다른 상처도 없었고. Anasema hakuna majeraha yote. 안타깝지만 kwamba ule binti labda alidhuriwa, ila ni kwamba ni maji tu, kwamba alijiua ni. Kwa ndio hivyo, kwa report ni ile. Na ni daktari mkuu hapa ambaye anaaminika sana. Anasema hata hivyo labda kama kuna kitu ambacho nimekikosea nitakujulisha, nitazidi kufuatilia zaidi. Akamwambia hapana, usijisumbue. Hamna kitakachobalika. Kama umeshindwa kupata ukweli, nani ambaye ataweza kupata ukweli zaidi yako? Kwa hiyo inatosha shi hapa. Anasema nashukuru kwa kuzingatia kwako, lazima tukua busy. Kwa hiyo tafadhali usikupoteze muda. Kwamba alimruhusu kaendelea na shughuli zake. Anaitwa Choi Sang. 괜한 의심을 했나 봅니다. 자진이 맞는 것 같습니다. Labda ni kweli amejiua. 그걸 따라오느라. Anasema acha kuongea na unifuate. Prince bado na wasiwasi. Prince ambaye ni Tuligan ama Gukboni naye maana yake ni Crown Prince.
yani anatarajiwa basi kuja kuchukua madaraka katika siku zijazo ama miaka ijayo. Haya, kuna ukweli gani? Sababu yule binti aliyekufa alikuwa ni mtumishi wa bibi wa Prince, na hata wa nyuma yake pia alikuwa ni hivyo hivyo. Ilipofika usiku, basi alichofanya ni kwamba akawa ametulia hapa juu ya dari katika sehemu hii. Hapa yuko hapa kwa sababu alipata mwelekeo ama maelekezo. Sasa huyu hapa ameniboreka na sema, mheshimiwa, hapa na wazazi kwamba tunapoteza tu muda wetu. Anakumbuka kilichotokea hivi kwamba lilirushwa jiwe ambalo lilikuwa na barua mara mwisho. Sasa alirushiwa kwa maana kama vile alikuwa ametonywa kwamba baadaye uende sehemu fulani. Unaona? Na alirusha ifahamike alikuwa ni nani? Ilikuwa ni maneno haya kwenye mazingira ya bibi yake. Kwa hiyo alielekezwa kwamba aje hapa katika sehemu hii. Na hii nyumba ipo ndani ya eneo la mpaka wa bibi ama kwenye ikulu ya bibi yake. Kwa hiyo amesubiri sana hapo juu. Kubwa anasema labda tuondoke. Labda ndio tuishie kwa sababu hamna chochote, amekaa sana. Ghafla, wakahisi purukushani, mchakacho, sauti za hapa na pale. Wapo juu hapo kwamba jamaa alivyoelewa, ambaye alikuwa amemtupia ile jiwe lenye ujumbe kwamba lengo lake lilikuwa ni kwamba huyu aje hapa, kwamba kuna kitu ambacho hatakiona ambacho hakijui ama siri ambayo hajui. Si ndo akawa anaangalia kwa makini. Aliingia hapa, anamuona bibi yake, bibi mzaa baba, yani Queen Doja, yule ambaye anaitwa Sosu, lakini haipo mwenyewe, yupo na mtu mwingine, na mtu huyo ni jinsia ya kiume, na wamekuja hapa kufanya mambo yao. Jamaa anatoa macho kamuona bibi, ila sehemu alipokuepo ilikuwa ni ngumu kumuona mtu huyo ni nani ambaye ameingia hapa na bibi. Bibi bana, kumbe analimchepuko lake bana, haifahamiki nani, lakini ni mtu hapa. Kwa hiyo bibi huwa anafanya mambo yake kisiri. Hello. Huyo bibi yake tena na enjoy. Waswahili wanakuambia maisha ndo haya. No. Mwana mama huyo, maana ito Sosu, anajiachia. Haifahamiki mtu ambaye anatembea na bibi wa Prince nani, lakini mwamba kuamini. Ruka pia ile bibi akashtuka. Ghafla akapita paka chap. Hiyo ni kama vile bahati. Pale kabidi waishie. Wakatoka hapa kwa haraka. Mwana mambo hayo. Wakawa wametoka. Mheshimiwa, umeona kile nilichoona jamani? Au macho yangu yameanza kuona vibaya. Sasa utafanya vipi kuhusu hili? Utafanyaje kuhusu ile ambacho umekiona? Nabii tukamwambie mfanye haraka. Mheshimiwa, Prince. Jamaa akashuka namna hiyo. Jamaa kama amejua basi. Lakini hapa aliokota chapa hii ilikuwa imedondoshwa. Alichokiokota ni kichupa cha kuhifadhia sindano ama kidude cha kuhifadhia sindano. Kidude cha kuhifadhia sindano. Anasema chapa huwa kinabebwa ama huwa kinatumiwa na madaktari. Kwamba hii ni daktari, maana kwamba bibi yake kuna daktari ambaye anatembea naye. Kwa hiyo ilipofika kesho yake akawa ameenda kwenye ofisi ya madaktari kwenda kuulizia. Akaelekezwa kwamba kuna zingine hapa zimetengenezwa na pembe za ndovu, kuna zingine zimetengenezwa na miti ya mianzi. Zipo nyingi sana. Anasema kama ya kwangu hapa, hii nilipatiwa hii. Kaangalia chuk. 이런 침통은 아무 데서나 구할 수 있는 것이야. Kuna mtu anaweza kupata kopo kama ile rahisi? Anasema hii yenyewe pia mimi nilipatiwa nilipokuwa nimekuja hapa kwa mara ya kwanza kabisa. Na nilipatiwa kama zawadi na Daktari Choi, yani mkuu wao, yule daktari mkuu. Na mambo hayo. Sasa hii ambayo alimkuta nao huyu daktari imefanana na ile ambayo alikuwa ameiokota pale. Sasa ni kizaza. Mambo hayo, tena sambamba.
Sasa ni baadaye, basi jioni yake sasa. Chakula bana kimeletwa kwa Prince. Mheshimiwa, chakula cha jioni kimefika. Prince anajibu kwamba sijisikii vizuri, tumbo linaniuma mie. Nimuite daktari. 그저 속이 좀 답답한 것뿐이니. Anasema ni tumbo tu linauma, kwa hiyo haina shida sana. Sawa mheshimiwa, lakini anaongea hapa sio Prince. Prince tayari ameshatoka. Aliachwa hapa ni Inuchi, yani mtumishi wa Prince. Prince ashatoka bana kama kawaida yake. Sasa wadogo, sasa tafadhali mheshimiwa rudi haraka sana. 근데 어디로 가시는데요? Lakini ni wapi tunaenda? 심통에 대해 누구보다 잘. Anasema kwa mtu mwenye ujuzi kuhusu kile kichupa cha sindano, kwamba wanaenda kumtafuta mtu ambaye labda atawapatia majibu kuhusu kile sindano. Nani huyo? Labda anaenda kwa ile Daktari Choi. Wakati huo Daktari Choi huyu hapa ni nyumbani kwake. Pia ana sehemu maalum ambapo ameiweka kutengeneza madawa. Anamwona binti yake na alishamkanya. Akawaza sana, huyu ni Daktari Choi. Anaitwa Choi Sang. Choi Sang. 대청하셨습니까, 아버지? Baba, umetokea kazini? 그냥 Mubaki uko hapo. Anaitwa Mubaki. Huyu mara zote ni mlinzi. 앞으로 2번 다시 Anasema kamwe 아씨가 의원 usije kumwacha bibie akaingia kwenye kliniki tena ama kwenye sema kutengeneza madawa. Baba, ndio mheshimiwa. 알아보느라. Sasa wewe nifuate. Yaani binti haruhusiwi sasa tena kuja kuingia hapa ama kwenda hata kule pia kliniki. 저는 혼인할 생각이 없습니다. Mimi hapa sina nia ya kuolewa. Sitaki bana kuolewa baba. Hataki kuolewa. 뭐라? Nini? 저도 Anasema mimi 제 사주를 알고 있습니다. ninajua hatima yangu mwenyewe, nafahamu kila kitu kuhusu mimi. 저와 혼인하는 남자는 죽는다고. Kwamba nilisikia mwanaume ambaye nitakaolewa naye nitamsababishia kifo, kwamba atakufa. Kwa nakosea. Kama binti hata iweje akiolewa lazima atabaki mjane tu. Anasema kwa hiyo inawezekana vipi? Mimi hapa kwa Crown Princess, maana ni kwamba nitasababisha mauti kwa Prince. 그저 평생 아버지를 모시고 Anasema anahitaji 지나고 싶습니다. kuishi maisha yangu nikiwa najitolea kukusaidia wewe 네 생각 kufanya kazi kwenye kliniki. Anasema ni kweli, ila kuna namna ya kufanya. Nagata. Ipo namna ya kufanya. Mimi kila kitu mimi nitamaliza. Sawa? Wewe kwa sasa hivi inabidi ufuate mwongozo wangu. 평생 아버지 말씀을 거역한 적이 없지만 Anasema sijai kukupinga hata siku moja, ila kwa muda huu kwa sasa hivi inabidi nikupinge. 그냥 Anasema alivyosema kwamba kila kitu mimi nitakishughulikia. Sawa? 방에 들어갈 준비다 잘 하고 있거라. Unataka ujiandae muda mrefu kwa sababu utahamia kule ikulu. Baba, kama we nataka nipumzike, nipishe. Mzee kashaamua kwamba kuna namna atafanya ili binti yake olewe, yani mzee ataforce. Kwamba ndio mwaka wa kuforce anyway. Sasa kwa mzee atafanya sharti kwa sababu alishaambia yule mganga kwamba kuna namna ya kufanya. Ghafla saa ngapi binti asione watu fulani wanapelekwa kwa babake ambaye anaongoza msafara. Ni mtu mmoja ambaye anaitwa Mubaki, kijana hapa nyumbani ambaye alilelewaga na babake na binti. Anaaminika sana anaitwa Mubaki. Ni shida huyo. Binti akataka na kuna ngoja. Sasa mzee akatupia pesa vijana hawa, kuna kazi maalum anawaagiza kaifanya. 성공하면 그만큼을 더 Anasema hiyo jambo mlishikilie vizuri, msifanye makosa. 실수가 있어서 Na hata hivyo kosa hata moja aliruhusiwi. Mnaelewa? Sasa mheshimiwa usijali. Tutafanya ile jambo vyema kabisa. 그 말에 책임을 져야 할 것이야. Anasema nitaamini maneno kwamba ataamini. Huku binti anakusanya vitu vyake, anataka asipe zake. Sasa bibi, unaenda wapi jamani? 따라올 거 아니면 묻지 말거라. Anasema usiulize kama unifati, kwamba asimuulize anaenda wapi kama mfati. Akitaka kujua basi amfati. Kwa binti lengo ni kuchapa malapa, kusepa, kutoroka nyumbani. Hayupo tayari kuolewa kwa sababu kwanza anafahamu hatima maisha yake. Mwana mambo hayo, kwamba ni kama vile amezaloga na mkosi fulani. Ghafla Mubaki na bamba anaitwa Mubaki, mnyama huyu. 밤바람이 찹니다. 안으로. Anasema hali ya hewa huku usiku ama hali ya hewa huku nje kuna baridi. Sasa uweze kufunga macho tu. Kaambia simani bibi. 말씀하시는 비방입니다. Anasema basi niambie kwamba nini ambacho baba yangu anapanga kufanya. Mpango wa baba ni upi? 나도 자넨 알고 있을 거. Anasema katika watu wote lazima hapo utakuwa unajua kwamba baba anapanga kufanya nini. Niambie.
Anasema samahani, siwezi kukwambia, utasamea kwa hilo. 다만 Ila hata hivyo, 씨를 위한 일이라는 것만 알아주십시오. kila kitu babako anafanya kwa manufaa yako ama kwa ajili yako. 다른 사람에게 해가 되는 일이 아니라. Akaambia sasa unaweza kuahidi kwamba kuniambia kwamba anachokifanya hakitaumiza wengine ama hakitawadhuru wengine? 나도 짐작 가는 바가 있어서 하는 말이네. Nasema hivyo kwa sababu nina mashaka pia. 할 생각을 했겠는가? Kama ningechagua hata kukimbia, nakimbia kwa sababu na mashaka. 아버지를 말려야 하네. Lazima baba yangu asimamishwe. 그래서 아버지가 위험한 일을 벌인다면. Kama kachagua njia mbaya ama njia ya hatari kwa ajili yangu, mimi nitazaje kuishi hata kama nikija kwa Crown Princess? 나중에나. Kwa hiyo tafadhali naomba niambie, kulikoni? 부탁했어. Tafadhali niambie. Baba amepanga nini? Kilichopangwa bana ni jambo fulani, mzee kaamua sasa kwa watumwa wauni. Unaona? Akatafuta mlalahoi ambaye atakayechukuliwa, yani sasa wale wakateke mtu ambaye atakayetumiwa basi kama kafara. Unaona? Mzee alipata masharti fulani. Tutafahamu zaidi. Dogo ana mawazo sana. Hapa ni kabla hajaenda sasa kwa Dr. Choi. Anakumbuka namna bibi yake alikumbamba bibi. Haelewi bibi alikuwa na nani. Na chanzo cha wale watumishi kufa ni labda walibamba ile siri ama ile siri walijua, ndio maana wakauawa. Umeona? Ndio jamaa kaunganisha matukio. Kwa labda ndo chanzo cha wale watumishi kufa. Jamaa akawa amekunywa sana. Yupo katika mgao huu. Sasa analetoa taarifa na uyapa bodigadi wake kwamba yule Dr. Choi ni kwamba hayupo nyumbani. Akaambia sawa, na muumini kinywaji. Akitoka hapa atapitia kwa Dr. Choi kwenda kumuuliza kuhusu kile kichupa cha sindano, kwamba ni nani mwingine ambaye anaweza kana vichupa kama vile vya kuhifadhia sindano. Ghafla anamimina kinywaji, lakini wengi kalegea. Usingizi sio usingizi. Angalia kwa makini Prince alikata moto sasa. Alikata moto. Sasa hapa ni mgawani, watu ni wengi. Ghafla katokea fujo hapa. Watu fulani kuleteana noma. Sasa kimenuka kwenye maeneo haya ama sehemu hii. Huyu anamuita mheshimiwa, tena anamuita kimya ili watu wasijue kwamba ni Prince. Anamuita uya master. Ghafla alipigwa kitu mzee. Pigwa mambo ya kichwa. Mana mambo hayo. Namna hiyo pigwa kitu wa kichwa mzee. Kakata moto. Baada ya kukata moto, sasa watu hao wakamchukua Prince bila kujua kwamba huyu ni Prince. Hawajui, na hawa ndio wale wauni ambao walikuwa wametumwa na baba wa binti yule kwamba wamtafute mtu wote ambaye atakayempeleka ili akatoleka masadaka, ili sasa sharti likatimia, binti akafutiwa laana ambayo yuko nayo. Kwa hiyo hawajua kwamba wamemteka Prince. Watamu hapo. Wakaondoka bana na Prince. Huku mzee yupo mlangoni analinda hapa. Anamwona tu binti yake. Binti anatembea. Binti lamua kurudi ndani. Aliambiwa kila kitu na yule Mubeki kwamba mpango wa mzee ni kitu fulani. Sasa hawa wanaamini kwamba wamempata muuni tu ama mtu tu ajabu huko, wameamua kupita naye. So walipata pesa. Kwa maelekezo ndio ilikuwa hivyo. Sasa kumbe ni Prince. Prince amekata moto, anapelekwa kule katika ile nyumba kwa kutolewa sadaka. Ama kutumika ili kutoa laana ya bibie. Bwana, wanaita The Lost Prince. Prince alipotea. Ni mwanzo. Episode 4 inafuata. Nilikwambia hii ni tamu, ni nzuri. Ni tamu. Inafuata mwendelezo katika sehemu ya 4. Katika sehemu ya 3 inaishia, lakini sio mwisho. Bado tunaendelea. Bado tunasonga mbele. Wewe tu. 세자가 확실한 것이냐? 세자가 아닌 것 같습니다. 세자가 무슨 위험에 빠져 있을지 모르는데 아무 흔적도 못 찾았단 말인가? 밑도 끝도 없이 세자를 포기하라니요. 선택하세요. 세자를 택하시겠습니까? 옥좌를 택하시겠습니까? 통촉하여 주시옵소서. 나 하나 죽인다고 그 추악한 비밀이 지켜질 거라고 생각하십니까? 결국 세자를 포기할 것일세. 아바마마께서 시키시더냐 나를 죽이라고.